Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai mko salama na mnaendelea salama. Mungu amewalinda. Kwa majina ni Monica Mamati, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ninashukuru Mungu mchana wa leo ambayo Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu na yako. Tumeona siku ya leo. Tumeona Mungu akitutetea, akitupigania na kutuwezesha. Mungu ametengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Sijui uko katika hali gani, sijui ni mapito gani uko ndani, lakini ninakutia moyo. Ninakuambia kwamba Mungu anaweza. Ninakuambia kwamba wewe ni wa maana katika maisha yako. Wewe ni wa maana sana. Na Mungu ameona wewe ni wa maana. Ndio maana uko hai, ndio maana Mungu bado anakupatia pumzi, uko na afya njema. Wewe ni wa maana. Chukua nafasi yako ukaombe. Rudi. Ukiona umekaa peke yako, umeona uko peke yako, omba Mungu. Ambia Mungu, patia Mungu sifa na shukrani. Umrudishie Mungu. Mwambie kwamba si kupenda kwangu, sio kwa nguvu wala uwezo wangu. Niko hapa. Licha kwa hiyo hali yenye uko nayo, elezea Mungu. Ambia Mungu, mimi niko hapa, ninajua unanipenda, umenipa uhai, umenipa afya, umenipa familia, umeniwezesha kuanzia asubuhi mpaka jioni, bado Mungu unanitetea. Bwana Yesu asifiwe. Simama umtetee Mungu, simama ujitetee kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya mapigo ya wanadamu, licha ya maneno ya wanadamu, licha ya kukadhaliwa na kutengwa, wakati unatengwa, jua kwamba haujatengwa na Mungu. Jua kwamba wewe ni wa maana. Jua ya kwamba Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Biblia inakutia nguvu, inakutia moyo. Biblia tu ndio silaha ambayo tuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa maana. Usijidharau. Usione unadharauliwa na watu. Usione umetengwa na watu ukajua ya kwamba wewe umebaki peke yako. Hapana. Wewe unapendwa na Mungu. Wewe ni mteule wa Mungu. Le wakati unatengwa na wanadamu, hiyo ndio wakati inafaa ukuwe rafiki kabisa na Mungu, na usiongoje wakati umetengwa. Wewe penda Mungu. Wakati wanadamu wanakutenga, utabaki na Mungu. Wakati kazi yako itaisha, Mungu atakupatia kazi. Wakati utaona umefika mwisho, Mungu atakupatia mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa katika maisha yako. Usikate tamaa. Tazama, Mungu anakupenda, anakuita kwa upendo wake, kwa njia yake anakuita kwa upendo mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba atatutetea, atasimama nasi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mteule wa Mungu. Wewe umebarikiwa. Wewe ni mtu ambaye Mungu anajifunia. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Simama kama vile Ayubu alisimama. Hakujali mke wake anamwambia amkufuru Mungu, lakini yeye alisimama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alirejeshewa vyote alivyokuwa amepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa, jitie nguvu. Wakati mwingine unaona ya kwamba mambo yote yameteleza, njia zako haziendi, mambo yako hayaendi. Wewe umemuuliza Mungu, anataka ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Simama katika neno la Mungu. Omba Mungu asubuhi na hata mchana. Tanguliza Mungu katika kile eneo la maisha yako. Isaya anasema ya kwamba tukimtanguliza Mungu atatengeneza njia, atatupa mpaka hazina za sirini. Bwana Yesu asifiwe. Tukimtanguliza Mungu, ina maana ya kuwa kama hatumtangulizi Mungu, kuna mambo adui anaficha, kuna mambo adui anazichukua kutoka upande wetu ili akaweze akatupe hali ngumu katika maisha yetu. Lakini ukimtanguliza Mungu katika njia yako, anasema ya kwamba atakupatia hazina za sirini. Inamaanisha ya kwamba kuna mambo mengi sana imefichwa sirini. Tumtafute Mungu, tumtangulize kwa njia yetu, kwa mipango yetu. Je, unatafuta kazi? Umemtanguliza Mungu? Je, wewe ni mgonjwa? Umemtanguliza Mungu akuponye? Umemwambia Mungu niponye? Umemwambia Mungu wewe uko hapa? Umemwambia Mungu wewe ni mtu ambaye
Unatafuta kazi, umemtanguliza? Je, umetanguliza waganga ama wachawi? Je, umetanguliza zile mamiti shamba? Je, umetanguliza zile nguvu za giza? Wewe jaribu kumtanguliza Mungu. Umtangulize, umwambie niko mahali hapa. Umtangulize, umwambie ninajua kwako yote yanawezekana. Ninakutumainia wewe. Akasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi 13:26 ambaye 26:13 ambaye inasema ya kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Yeye ndiye Bwana Mungu wetu. Yaani yeye mwenyewe anatuongelesha, anasema ya kwamba yeye ndiye Bwana Mungu wetu, ambaye alikuwa nasi kutoka katika ile nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kuwa umetembea katika njia mingi sana. Inaweza kuwa umetembea mahali parefu sana, lakini je, umekumbuka wana wa Israeli walivyokuwa wanatembea? Umekumbuka yale mapito waliokuwa wakipita ndani? Umekumbuka ile mto bahari wa Shamu ambaye Mungu aliwasaidia? Unakumbuka ya kwamba Mungu alitengeneza mana katika jangwa ikawa chakula? Unakumbuka ya kwamba Mungu alitengeneza chumvi ikawa nini? Maji ya chumvi ikawa maji mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi mapito unapitia, haijalishi ni nini uko, haijalishi ni wapi uko, wewe tanguliza Mungu. Wewe kumbuka mahali Mungu amekutoa. Kumbuka ni wapi Mungu amekutoa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa maana. Kumbuka wakati ule ulikuwa unapitia katika shida, hali ngumu, Mungu hakukuacha. Kumbuka wakati ulikuwa unalala chini, ulikuwa hauna chochote, ulikuwa unatafuta kazi, kwa nyumba hakuna chakula, lakini haukukufa. Wangapi wamekufa juu ya njaa? Wangapi wamekufa juu ya malaria? Lakini God was there to protect you. God was there to make a testimony, to make you experience that hard time, for you to experience that God loves you and that God protects you a lot. Bwana Yesu asifiwe. Keep trusting in God, keep walking in God, keep walking and trusting in God. Usianze kwenda katika njia ya mkato. Usianze kwenda katika ushauri ni mwingi wakati wa majaribu. Ushauri ni mwingi, na ukifuata mashauri sana ya wanadamu, wengine watakupoteza. Tanguliza Mungu kwa njia yako. Asubuhi unapoamka, ambia Mungu niko hapa. Asubuhi ambao ukiamka unaona hauna pa kuanzia, ambia Mungu nionyeshe mahali pa kuanzia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa maana. Ninakutia moyo. Ninakwambia kwamba kwa hiyo hali yenye unapitia, Mungu anakupenda. Ninakutia moyo, ninakwambia ya kwamba wewe ni mshindi. Majaribu yenye uko ndani, Mungu anajua kwamba wewe ni mshindi na utashinda. Ndio maana aliruhusu ifanyike nini? Ikuje kwako. He know you are a strong woman, you are a strong man, you are a strong lady, and you are going to overcome it in Jesus mighty name. Hallelujah. Wewe ni mteule wa Mungu. Wewe ni mtu wa maana. Bwana Yesu asifiwe. Usione ya kwamba mambo yamekuwa mazito sana. Yakiwa mazito, ambia Mungu nitie nguvu. Nitie nguvu. Ukishuka chini, ambia Mungu niinue tena, na yeye yuko tayari kukuinua. Haleluya. Tumkimbilie Mungu. Kitabu cha Zaburi 71 inasema, nimekukimbilia ewe Bwana ili nisiaibike milele. Inamaanisha ya kwamba ukikimbia kwa Mungu hautaaibika. Atabeba mizigo yako, atakuwezesha, atakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu wakati mnaendelea kumtumainia Mungu, wakati ambapo Mungu anabeba mizigo yako. Endelea kumtumainia Mungu. Najua kwamba you are going to overcome it. Hallelujah. Endelea kusubscribe kwa YouTube channel. Bado niko na nyimbo 3 ambazo zimeshutiwa, ambazo ziko tayari sana. Endelea kunifuata katika YouTube channel. Wacha Mungu akutende mema. Wacha tu Mungu akuinue. Usikate tamaa kwa kazi yenye unafanya. Usikate tamaa kwa hiyo njia yenye unafanya. Mungu akutende mema. Ni mimi wenu Monica Mamati. Ninaomba support yenu. Ninaomba support yenu sana pale YouTube, pale TikTok. Mungu awainue. Mungu awatende mema. Ninaomba tu
mkinifuatilia, mnisupport, mniombe. Ninajua kwamba Mungu anaweza yote, na pia mimi ninamtumainia Mungu. Ninajua kwamba ninamhitaji, sababu hakuna zaidi yenye ninaweza hitaji kutoka kwa wanadamu. Ninahitaji sana kutoka kwa Mungu, ili Mungu anifundishe.